umusore umwana mutoya wa hano i Rubavu Majengo, kwa sababu yeye anaona anaweza kwa kufanya miaka minne 4 ama 5 katika nchi ya Saudia kwa kusoma program akademiki kujiona ya kuwa yeye anaweza kafanya nini, akamkosoa. Hiki ni kitu ambacho sijui kama mimi naweza nikakiongea bana. Hiki bana kitaka iko bassesse scientifique. Narudilia tena, shekhe wako Ahmad Kakaza Iyakaremye umemshambulia, ambaye yeye amekufundisha Ali na kukumbusha mwalimu wetu makini kijana wa mzee wetu Mwalimu Juma Kibata hakutufundisha mimi na wewe kwa lui. Mimi nimesoma na wewe. Kisha baadaye tukateremka Nyakabungo kwenye tahfidh, masomo ya tahfidh, ambapo pale tulikuwa tukihifadhi Qur'ani na tunasoma zingine elimu za dini, ambazo aliyekuwa akitufundisha hapo ni huyo Ahmad Kakaza. Kwa kuwazungumza watu, kwa kuwakosea watu adabu, kwa kujiona ya kuwa yeye ana ilmu kuliko watu wote, hakuna wa kumrekebesha. Katika hii nchi ya Rwanda hakuna mwenye kumweza, yeye ndiye mjuzi kuliko watu wote. Katika East Africa hakuna wajuzi, katika nchi za maziwa makuu hakuna mjuzi, hakuna mwenye kumweza. Yeye ndiye mjuzi ambaye iko top, iko juu ya watu wote. Kazi yake kuwakosoa watu, kuwakosea watu adabu, hajue mkubwa, hajue heshima za watu. Hii sio tabia ya mtu ambaye anajiita ya kuwa yeye ni dai. Sikia kuwa mtu kama huyu ndiyo reference ya Rwanda. Katika nchi ya Rwanda kuona ya kuwa hakuna masheikh, huyu ndio reference. Kisha leo kuje kijana mdogo sana ambaye kijana mdogo sana hajawahi hata kuandika karatasi, hawezi kumshambulia kwa sababu la yaruddu al-kibar illa man kana mithluhum. Hawezi ukawaradi ama wakosoe watu wakubwa mpaka uwe mfano wao. Elewa, kwa sababu ya kiwango chako cha elimu ni kichache, elimu yako ni ndogo. Nyinyi ambao mnajiita kuwa nyinyi sisi ndio watu wa sunna, hapana, nyinyi sio watu wa sunna, nyinyi ni mawahabi. Tuambie sunna gani ambayo nyinyi mnaifuata? Nani na nani? Mimi nachunga majibu yako, uje unijibu ya kuwa waliosema ya kuwa kusomea ndani ya Qur'ani muswala uko naona hivi ya kuwa ni nini, ni makuruhu, yani ni makubaliano ya wanachuoni, kisha unitajie ni makubaliano ya nani na nani, ni wanachuoni nani na nani, ndo nasubiri. Ache nini? Chuki. Ache chuki, arekuru gwango ni shari. Umusore witwa Pima, umusore witwa Pima wirirwa mu madua no mu biriyo, hanyuma bavuga bakahamagara Pima agasoma idua. Sasa ndugu yangu, ko wavuze ngo uriya musore bita Pima, Pima ni jina la baba yangu. Uriya musore bita Pima, uriya musore wita Pima wirirwa mu madua. Sasa ulitamani mimi nishinde munini mwa hizi fitna zako? Hizi fitna zako na ukosefu wa adabu kuwatukana watu, ndo ulitamani mimi nishinde mwa hivi? Kwa kubera ko amakuru yose yo mu mugi uri kuri, ariko amakuru yose kuno uri kuvuga ngo amakuru yose turayamenya. Sheikh, ujasusi mpaka vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tajassas
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ndugu yangu, ogopa Allah. Arimvugo mtume nago yabiko cyangwa si haramu uitusimbukira muri haramu. Umeshafikia urwego rwo guharamisha ko uharamisha ni Mwenyezi Mungu. Uharamisha ninde? Ni Mwenyezi Mungu. Ni wowe uharamisha buri kintu cyose urakizi. Mtume nago yabikoze. Oya, mtume nago yabikoze sio dalili, sio hoja, ni kukosa hoja. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nishimiye kukwakira for the first time hano kuri channel yanjye ya Jallo Details. Abavandimwe bagiye batandukanye b'abasilamu barambwira ati uzatuzane Sheikh Hassan kuko wagiye uzana abashehe batandukanye ba Mukhtar Kardwaha n'uriya wundi Yasin ukoresha amazina ya Yasin Rubavu. Nagiye mbakira hano kuri kamera zanjye, hanyuma bano kambya atari kuzatuzane na Hassan, abarimo ba Babuji ba Jamari bura bari barabimbye imbere ya hose. Ndakeka ko bari mu bantu ba mbere bari zo kure iki kiganiro cyose bakakirangiza. Dushishikariza n'abantu wowe ugiye gufungura iki kiganiro ukirewe cyose kirangize, kuko uyu n'umumenyi ukomeye, n'umuntu wasomye still gisoma, nubwo ubumenyi ari inyanja sibyo, ariko aragerageza nyine hari level afite. Nkeka ko hari icyo yatwungura nk'abamamuma. Twe turacyara abanyeshuri, nitwari twagera muri urwo rwego rwo kwitwa abamenyi cyangwa se kwitwa abashehe. Abanyeshuri turakiga, kandi nkuko bivuze ubumenyi nabwo burangira. Ngo ubumenyi ni inyanja. Ni inyanja n'uguhoza. Umva karuguhoza. Yeah, so share you feel at home. Tugiye kuganira kandi ndakeka ko bi'idillah turuze kujyana ikiganiro cyiza. Yeah, welcome. Shukran. Afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri ad-dunya wad-din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zanguni wasikilizaji Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu ambao Mwenyezi Mungu atawajalia kuweza kutusikiliza kwa haya ambayo tulitamani tuwafikishie Waislamu, na vile vile tumfikishie huyu ambaye kazi yake ni kuwakejeli watu, kazi yake ni kuwatusi watu, kazi yake ni porojo ambazo yeye huzichukulia kuwa ni da'wa ambayo anayoifanya, da'wa ambayo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na si kweli kabisa, isipokuwa haya ambayo anayafanya ni kinyume na Uislamu na ni kinyume. Hii sio da'wa ambayo aliyoifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii sio ndio da'wa ambayo ameiamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu wa milele. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia kuwa ud'u ila sabili rabbika, lingania watu, waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, bila hikma, kwa hikma. Hikma ambayo
mmoja miongoni ya wafasiri anaifasiri, anasema ya kuwa alhikmatu, ama hikma maana yake alfi'lu alladhi yanbaghi, ni kufanya jambo ambalo linalofaa, wa fil waqti alladhi yanbaghi, na kutumia wakati ambao unafaa, wa ala alwajhi alladhi yanbaghi, na kuitumia njia ambayo inayofaa. Hii ndio hikma. Bimaana unaweza ukafanya jambo nzuri, kwa sababu hakuna kazi ambayo ina thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ambayo malipo yake ni makubwa zaidi, kama vile kuwalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, anasema waman ahsan qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani yule ambaye mwenye maneno mazuri zaidi? Ahsan, hapa Mwenyezi Mungu ametumia tafdhil, yani superlatif. Mwenyezi Mungu akusema waman hasan waman ahsan. Ni nani yule ambaye mwenye maneno mazuri zaidi? Kama yule mtu ambaye mwenye kuwaita watu ama kuwalingania katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bimaana kazi yoyote ile ambayo unaweza ukaifanya, hawezi ukapata ambayo inaweza ikawa na mshahara mkubwa, hawezi ukailinganisha na kazi ya da'wa ya yule mtu ambaye mwenye kuwalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hakuna malipo ambayo unaweza kuyapata. Lakini huku kuwalingania watu kunaomba vile vile hikma, kuwa na hikma. So Mwenyezi Mungu anamwambia mtume awalinganie watu kwa hekima na mawaidha mazuri, bimaana maneno mazuri, yasiwe maneno ya kuwatusi watu, yasiwe maneno ya kuwakejeli watu, yasiwe maneno ya kuwadharau watu. Lakini huyu ndugu yetu huyu ambaye anaitwa kwa jina la Ali Pepe, na kwa nini mimi nimzungumze? Kwa sababu mimi katika hizo kejeli zake, katika hizo porojo zake ambazo anaziita ya kuwa yeye analingania dawa ya mtume, amenisema kwa jina. Sasa lazima na mimi nikuje nijitetee, na vile vile kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kuweza kutuelimisha, japokuwa kitakuwa kidogo, japokuwa udogo wetu wa elimu tuweze kukifikisha, kumfikishia vile vile na kuwafikishia na wengine na Waislamu wote kwa jumla ambao watakayetufuata. Ndugu yangu huyu katika maneno yake ambayo amezungumza maneno mengi ambayo hatuwezi kuyarudilia, kwa sababu tunaona maneno mengi ambayo alikuwa ndani yake ni kama vile porojo, kwa kuwazungumza watu, kwa kuwakosea watu adabu, kwa kujiona ya kuwa yeye ana ilmu kuliko watu wote, hakuna wa kumrekebesha. Katika hii nchi ya Rwanda hakuna mwenye kumweza, yeye ndiye mjuzi kuliko watu wote. Katika East Africa hakuna wajuzi, katika nchi za maziwa makuu hakuna mjuzi, hakuna mwenye kumweza. Yeye ndiye mjuzi ambaye iko otop, iko juu ya watu wote. Kazi yake kuwakosoa watu, kuwakosea watu adabu, hajue mkubwa, hajue heshima za watu. Hii sio tabia ya mtu ambaye anajiita ya kuwa yeye ni dai. Kwanza mimi nasikia watu, kuna miongoni ya watu wanasema ya kuwa yeye ndio reference ya Rwanda. Kitu ambacho kinanistaajabisha sana kwa kusikia kuwa mtu kama huyu
huyu ndiyo reference ya Rwanda. Katika nchi ya Rwanda kuona ya kuwa hakuna masheikh, huyu ndio reference. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kwa sababu na kawaida huyu jamaa anasifiwa na watu ambao, watu wa chini ambao wasiojitambua, watu ambao kiwango chao cha elimu kiko chini. Sasa mtu ambaye anajiita mjuzi, usikubali wewe usifiwe na watu wa chini ambao hawana elimu. Wewe tafuta wale ambao wenye kuwa na elimu ndio wakusifu. Na kitu chengine, uwe na adabu, kwa sababu laisa aljamalu bi athwabi tuzayyinuna innal jamala jamalu lilmi wal adabi. Uzuri wa mtu sio yale mavazi ambayo tuwajipamba nayo. Kama vile unaweza kuvaa vizuri, unapendeza, unanawiri, ukifika fasi mashaallah unavaa vizuri. Sio uzuri wa mtu. Isipokuwa uzuri wa mtu ni uzuri wa elimu na adabu. Bimaana elimu ambayo haina adabu sio elimu. Lazima hiyo elimu iendane na nini? Na vitendo. Na vitendo bimaana akhlaq, tabia. Kwa sababu malengo makubwa ya da'wa ya mtume, kitu ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutufundisha ni kutengeneza tabia, ama ubora wa tabia. Kwa sababu leo unaweza ukawa Muislamu mzuri, umesoma mashaallah, lakini tabia zako sio nzuri. Na ndio maana mimi siwezi nikakuita shekhe, kwa sababu sifa za ushekhe huna. Ashuyukhu thalatha. Ukisikia mtu anaitwa shekhe, hii ni titre ya heshima. Ni kama vile heshima ambayo watu wanakupatia. Ashuyukhu thalatha, bimaana mashekhe wako aina tatu. Ama mashekhe, ama hiyo heshima ya mtu kumuita shekhe iko aina tatu. Kuna ashaykhu shayyahahum almalu wal amal. Kuna wale watu ambao wanaitwa mashekhe kutokana na mali yao na vitendo vyao, ama evre zao, ibikorwa byao. Naam. Umuntu afite umutungo we akawukoresha mu nzira y'Imana, alhamdulillah. Sasa kutokana na yale matendo yake mazuri, evre yake, watu wanafanya nini? Wanamuheshimu shekhe, na yeye sio nini? Sio shekhe. Wa shaykhu shayyahahumul umr. Na kuna wengine ambao wanaitwa mashekhe kutokana na umri wao, bimaana ni mtu ambaye mwenye umri makamu, ambaye ni mzee. Sasa inafikiria wakati kutokana na uzee wake watu wanamuheshimu, wanamuita kuwa yeye ni nani? Ni shekhe, au wanamuita yeye ni sage. Ni nyangamugayo. Naam. Numusaza, w'imico myiza, w'imfura, mbese w'imfura, uwunguwo. Nawe ashobora kwitwa sheikh. Ashobora kwitwa sheikh. Ariko nyamara mu by'ukuri atabifitiye ubumenyi, ariko kubera ko ari sage, ari nyangamugayo. Naam. Wa shaykhu shayyahahumul ilm. Na kuna wengine ambao wanaitwa mashekhe kutokana na nini? Na ilmu yao. Kutokana na ujuzi wao. Walaula al-ilm ma sa'idat ar-rijal wala urifa al-halal wala al-haram. Lau haingelikuwa elimu, watu hawangelitukuka, wala hatungelijua haramu ni ipi na halali ni ipi. Sasa kuna wengine ambao mtu anaweza akawa ni mdogo wa miaka, umri wake ni mdogo, kama vile ndugu yetu hapa Ali Pepe ambaye umri wake ni mdogo, lakini watu wanamuheshimu, wanamuita nini? Wanamuita shekhe. Kutokana na nini? Na ujuzi wake ambao
Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amemjalia. Lakini kitu ambacho sisi tunaweza tukamwambia, kama Mwenyezi Mungu amekuruzuku ujuzi, usifikiria ya kuwa wewe ndo wa mwanzo, ama usifikiria kuwa wewe ndo uko juu ya watu wote, unawazidi. Hapana, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Mwenyezi Mungu anasema na juu ya mjuzi kuna mjuzi. Juu ya mjuzi kuna mjuzi. Na elimu kama vile ulivyosema, ubumenyi bumezenyi nyanja. Ubumenyi bumezenyi nyanja. Naam. Ndio mshairi akasema, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa inna minash-shi'ri la hikma. Na miongoni ya mashairi ibisigo. Naam. Arimu bugengi. Naam. Muko nini? Muna hikma. Haya ni maneno ya mtume. Ndio mmoja ya miongoni ya mashairi katika maneno yake ya hekima anasema, wa idha su'ilta bima jahilta fala takun mutahadhiqan mutasarri'an bijawabi. Ukiulizwa kwa kile kitu ambacho hukijui ama huna nacho elimu, usiwe mwenye kurupukwa, usiwe haraka na mwenye kurupukwa kujibu. Kwa sababu gani? Al-ilmu bahar. Elimu ni bahari, ubumenyi ni nyanja. La nafada limai, nushobora kunwa amazi inyanja yose uyarangiza. Cyangwa ngo yoge uyiheze. Oya nago bibaho. Naam. La nafada limai. Kam qala la adri ulul albab. Ni wangapi wale ambao wenye kujua lakini wanasema mimi sijui. Cyangwa se ni bangaye bazi. N'abantu bazi bafite ubumenyi ariko bakimanura, bakicisha bugufi kubera ko umuntu w'umumenyi agomba kwicisha bugufi. Tukamate mfano wa aima miongoni ya Imamu Shafi'i, Muhammad bin Idris. Katika maneno yake alikuwa anasema, uhibbu salihina walastu minhum. Mimi nawapenda watu wema na mimi sio miongoni mwao. Urumva uyu muntu umumenyu ukomeye aravuga ati ngo nje nkunda abantu beza sindi muri bo. Ariko njewe sindi akunda abantu beza. Akunda abantu beza ariko ntabwo ari mu rwego rwo kwicisha bugufi. Kam qala la adri ulul albabi. Ni wangapi wale ambao wenye kujua ambao la adri wanasema kam qala, ni wangapi ambao ni wangapi ambao wenye kusema la adri sijui, na hali ya kuwa wanajua ni wajuzi. Ni wangapi? Ni wengi. La ilma indi. Shairi anaendelea nasema, la ilma indi laysa aiban qawluha. Kuvuga ati nabumenyi mfite mu kintu runaka si gisebo cyangwa se sio aibu. Al-aibu an yufta bighairi sawabi. Isipokuwa aibu ya mtu ni kutoa fatwa cyangwa se gufata ibyemezo mu byabindi adafitiye iki ubumenyi. Sasa ndugu yetu huyu Ali, yani yeye anajiona ya kuwa kila kitu anakifanya nini? Anakijua, na ni kitu ambacho akifanye nini? Akiwezekani. Katika maneno yake, zile kejeli zake na porojo zake ambazo naziita ni porojo sio dawa, ambazo wengine wanazichukua kuwa ni nini? Ni dawa, ambayo sio dawa, ni porojo, kejeli, matusi, ambayo paka kazi yake anataja majina za watu, majina za wazee, majina hata majina za mashehe zake ambao wamemfundisha. Katika hizi kejeli zake ni maneno mengi ambayo ameyazungumza, lakini yote hatuwezi kuyafanya nini kuweza kuyarudilia, isipokuwa tutachukua pointi kama vile 4 ambazo yeye amezizungumza. Insha Allah Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuweza kufafanua na kuonesha mambo ambayo ameyazungumza, mambo ambayo anayachukua kuwa ndiyo nini? Ndiyo dini ama ndiyo dawa.
kwa sababu yeye anasema ya kuwa hii ndiyo dawa ambayo mtume alifanya nini? Alifanya. Hii sio dawa ambayo mtume alifanya. Mtume hakuwahi kuwatukana watu. Mtume hakuwahi kuwasengenya watu. Mtume hakuwahi kuwakejeli watu. Paka kiajabu katika hizi pointi ambazo mimi ndazizungumza, pointi ya kwanza ni pointi ambayo subhanallah, ambayo amemzungumza mwanachuoni mkubwa ambaye anatambulika katika ulimwengu nzima. Kitu ambacho kinashangaza sana. Kijana mdogo ambaye yeye kijana wa hapa Gisenyi, Rubavu, Majengo, anajipermetre kuingia kwenye social media, kwenye mitandao ya kijamii na kumshambulia mwanachuoni mkubwa, shekhe mkubwa ambaye ulimwengu mzima unatambua kazi ambayo aliyoifanya. Leo anachukua mitandao ya kijamii na kuifanya kazi yake kama ni bure, na si mwingine ni Sheikh Yusuf Qaradawi, mwanachuoni mkubwa ambaye historia yake ni ndefu na mambo ambayo aliyoyafanya ndani ya Uislamu. Huyu ni mwanachuoni ambaye amezaliwa katika nchi ya Misri kunako mwaka wa 1926. Amezaliwa katika nchi ya Misri mnamo mwaka, amezaliwa mu 1926 na akafa le 26 septembre 2022. Amefia Qatar, ambaye yeye amekufa, alikuwa le président de l'Union internationale des savants musulmans. Le président de l'Union internationale des savants musulmans. Waizi karne, muri kigie turimo. Iki kinyejana turimo. Alikuwa président. Les savants musulmans, waizi karne, yeye alikuwa akifanya nini? Anaongoza. Mpaka yeye alikuwa president wa fatwa continent d'Europe. Mu continent ya Europe, yeye alikuwa ni president wa fatwa. Amehifadhi Qur'ani na zile ahkamu tajwid kabla ya miaka 10. Mbele yeye aeneze miaka 10 ya kuzaliwa, alikuwa ameshahifadhi nini? Qur'ani pamoja na zile ahkamu tajwidi, zile hukumu za nini? Za tajwidi. Huyu Yusuf Qaradawi, huyu mwanachuoni mkubwa kama huyu, ambaye Mwenyezi Mungu amrehemu na amlaze mahala pema na amlipe kutokana na kazi ambayo ameitumikia umma, ambaye il avait publié vitabu ambavyo ama ouvrage ambazo amezipublie, ambazo ameandika vitabu zaidi ya 120, 120 livres ambavyo yeye amefanya nini? Ameandika Yusuf Qaradawi. Ari gitabo cye cyamugize cyamamare kinaitwa Al-Halal wal-Haram fi al-Islam, l'illicite et illicite en Islam. Kitabu ambacho kimefasiriwa zaidi ya lugha 50 za dunia. Kitabu kama hiki ambacho 120. Kuna kitabu Al-Halal wal-Haram fi al-Islam, l'illicite et illicite en Islam. Ni kitabu ambacho kimefasiriwa tena mo Swahili watu wasikie. Ni licite, halali na haramu katika Uislamu. Ni kitabu ambacho amekiandika mpaka kikamfanya yeye kuwa celebre,
kikakuwa traduit, kikafafanuliwa, kikatafsiriwa mulugha zaidi ya 50 za dunia. Kisha leo kuje kijana mdogo sana ambaye kijana mdogo sana hajawahi hata kuandika karatasi, hawezi kumshambulia kwa sababu la yaruddu al-kibar illa man kana mithluhum. Hawezi ukawaradi ama wakosoe watu wakubwa mpaka uwe mfano wao. Bivuga ko nushobora gukosora bakuruta mpaka ugere mu rwego rwabo. Leo kijana mdogo jazba zikampanda mpaka akaona ya kuwa yeye anaweza mpaka amshambulie mwanachuoni mkubwa kama huyu Yusuf Qaradawi, na kumshambulia na kejeli na kumtukana, ambaye yeye anajiita kwa yeye ni dai mkubwa, umuvuga butumwa, Sheikh ukomeye, umumenyi ukomeye. Niyo reference y'u Rwanda muri iki gihugu. Araba Sheikh bakomeye, arabasaza bamwigishije, bamugize ute, bamwigishije bakome, batuje, wanatulia, hawana maneno mengi, hawana nini, maneno mengi, bachechetse. Lakini yeye anajipatia ile sufle na nguvu ya kuweza kuingia kwenye social media aweze kumkosoa Sheikh Yusuf Qaradawi ad-Doktor, mtu ambaye ukisoma historia yake ni ndefu ya maisha yake. Amepata doktora yake vers des années 70, tena sio iko na doktora katika fakulte ya hadithi huyu. Ndio. Amesoma fani nyingi sana. Fani za lugha, il était poète, alikuwa ni mtunga mashairi. So ujue lugha yake ya Kiarabu ni lugha gani? Mtu akifikia anaingia mu domene ya poezi, ni mtu ambaye poetry ni mtu ambaye sio mtu wa kawaida. Sio kama mimi na wewe ambao sisi ni kutafutisha hiki Kiarabu chetu cha sabah al-khairi cha chini, hapana. Paka huyu mtu yeye katika elimu ya sheria vile vile, paka katika the grandes universités za kudunia, kuko zimwa alikuwa mwalimu, alikuwa lecteur, alikuwa unaona aftamateka menshi umumenyi nguyu none umusore umusore umwana mutoya wa hano Rubavu Majengo, kwa sababu yeye anaona anaweza kwa kufanya miaka 4 4 ama 5 katika nchi ya Saudia, kwa kusoma akademiki, kujiona ya kuwa yeye anaweza kafanya nini, akamkosoa. Hiki ni kitu ambacho sijui kama mimi naweza nikakiongea bana. Hiki bana kitaka iko bassesse scientifique. Bassesse scientifique. Donc mubumenyi ni ibintu bisuzuguritse, ni ibintu biri hasi cyane. Kubona umuntu ni wari wandika n'igipapuro ushaka kwigereranya n'abantu banditse ibitabo bakurusha, unataka kuwatake. Ingilikuwa si ni mwingine ambaye wako level moja ndo amfanye nini, amshambulie. Hapana, wewe sio level ya nini ya Yusuf Qaradawi. Tushambulie sisi ambao sisi ni watu wa chini, wadhaifu. Tushambulie, lakini yule hapana. Ndugu yangu, na kitu ambacho mimi naweza nikakushauri ndugu yangu, nyama za wanachuoni ni sumu. Nyama za wanachuoni ni sumu. Ukazila utakufa. Kwa sababu
mimi napenda maneno ya ushairi sana. Mshairi anasema wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi. Ni wangapi wale ambao wenye kutia illa ama kutia kasoro, maneno ambayo ni sahihi, hayana ila, hayana kasoro, isipokuwa fahamu zao ndio zinaugua. Kwa sababu wewe kuna mambo ambayo ama maneno ambayo Yusuf Qaradawi anaweza kayazungumza, wewe hautayaelewa kwa sababu ya kiwango chako cha elimu ni kichache, elimu yako ni ndogo. Na uchache wa elimu ni maradhi, ni ugonjwa, hautamuelewa. Lazima yule ambaye mwenye kuwa kama vile na kiwango chake ndio ataweza kumuelewa, lakini wewe hauwezi ukamuelewa kwa sababu mafuhumu yako mbovu ya chini, incomprehension ambazo uko nazo ndani ya kichwa chako, utaweza kumshutumu na sio hivyo. Ndugu yangu, heshimu wanachuoni. Yusuf Qaradawi sio level yako. Yusuf Qaradawi ni mwanachuoni mkubwa, na shutuma zako kwa kumshutumu ya kuwa yeye, kwa sababu yeye kosa yake ambayo amefanya, kwa sababu yeye kazi ambayo aliyoifanya ni ya kutaka kuunga nini umma. Japokuwa zile tofauti zetu ambazo tunazo, kwa sababu katika Uislamu, ikhtilafu katika Uislamu zinagawanyika sehemu tatu tofauti. Kuna al-ikhtilafu i'tiqadiyya, kuna ikhtilafu tofauti za ki'itiqadi, kuna al-ikhtilafu al-madhhabiyya, kuna ikhtilafu za madhehebu, zile madhehebu za kifiqhi, na vile vile al-ikhtilafu siyasiyya, na kuna zile ikhtilafu za kisiasa. Sasa yeye Yusuf Qaradawi, kwa sababu sisi japokuwa ikhtilafati zetu, tofauti zetu, yeye alitaka umma uwe kitu kimoja. Kwa sababu sisi wote ni Waislamu, tunashahidilia kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wa nani? Mwenyezi Mungu. Kama ndo hivyo Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha, anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba moja, ni kamba ya Uislamu, wala msio wenye kufanya nini? Kufarikiana, ni mugatatane. Hii ndio kazi kubwa ambayo Sheikh Yusuf Qaradawi ambayo amefanya nini, ameitumika ili umma uwe kitu kimoja, japokuwa tofauti zetu. Kwa sababu nyinyi, shutuma zako nyinyi ambao mnajiita kuwa nyinyi sisi ndio watu wa sunna, pana, nyinyi sio watu wa sunna, nyinyi ni mawahabi. Na hiki ni chama, iko kama vile parti politiki ambayo imeundwa kwa ajili ya kuvuruga Uislamu na kuleta mfarakano kati ya Waislamu. Nyinyi ni mawahabi. Kisha mnajivika kaskete ya kujiita kwa sisi ni salafia, sisi ni salafia, sisi ndio watu wa sunna. Sunna gani? Tuambie sunna gani ambayo nyinyi mnaifata? Nafasi yote ambapo hii da'wa yenu iko, pana vurugu, mifarakano kati ya Waislamu. Waislamu hawako kitu kimoja. Wakufikiria kuwa mnaendaka kusoma matusi. Na insha Allah Mwenyezi Mungu akituazima umri na wakati, tutakuja hapa tuzungumze uwahabi, le wahabizme imeanza wakati gani, mwanzilishi ni nani, na objective ilikuwa nini. Tutaizungumza insha Allah kwa urefu, Mwenyezi Mungu akituwezesha. Ili ni jambo la kwanza, ni pointi ya kwanza. Ama pointi ya pili ni pointi ambayo umemshambulia shekhe wako. Narudilia tena, shekhe wako Ahmad Kakaza ya Karemi umemshambulia, ambaye yeye amekufundisha
Ali, na kukumbusha mwalimu wetu makini kijana wa mzee wetu Mwalimu Juma Kibata hakutufundisha mimi na wewe kwa lui. Mimi nimesoma na wewe. Kisha baadaye tukateremka Nyakabungo kwenye tahfidh, masomo ya tahfidh, ambapo pale tulikuwa tukihifadhi Qur'ani na tunasoma zingine elimu za dini, ambazo aliyekuwa akitufundisha hapo ni huyo Ahmad Kakaza, ambaye si mimi niko reconnaissant ya kuwa amenifundisha. Na wewe tulikuwa pamoja, mimi na wewe na kina Sheikh Daudi na wakina Hamza na wakina Amduni na wengineo, ametufundisha. Lakini wewe kwa sababu hauna ile reconnaissance na kuwa na adabu na walimu, kwa sababu Saidina Ali anasema man allamani harfan sirtu lahu abda, atakaye kufunza herufi moja uko esklave wake, uko mtumwa. Akitaka yeye anaweza kukuuza na akitaka na kuacha huru. Inaonesha thamani. Saidina Ali anaonesha thamani ya walimu, japokuwa anaweza akakosea kama vile mwalimu. Sumustiria aibu. Kwa nini wewe umkejeli? Kwa nini wewe umtangaze? Man allamaka mimma tahtaju ilayka fi ddini fahuwa abuka fi ddini. Man allamaka, yule mwenye kukufunza kwa yale ambayo unahitaji katika dini, fahuwa abuka fi ddini, yeye ni baba yako katika dini. Kwa nini usimuheshimu? Kwa sababu ya mambo madogo. Mambo madogo ni masala ya fiqhi ambayo wenda kusipoyafafanukiwa paka ukamwatake shekhe. Ukamwatake shekhe, unamtia kwenye mitandao, kumwaibisha, kumkejeli, matusi mengi, ambacho sio kitu cha yule ambaye mwenye kujiita ya kuwa yeye numuvuga butumwa. Oya, sivyo? Sasa tena kwa maneno yako ukasema ya kuwa ngo ni ibintu ngo gusoma ngo gufata ngo gusomera uri mu swala, ugasomera muri Qur'ani, ugakurura mashaf ukayikurura, ngo abamenyi ngo babivuze ko ari makuruhu, ngo abamenyi benshi. Kwa sababu nini? Nyinyi kati yenu ittafaqa ulama, wamekubaliana nini wanachuoni? Ni itifaki ya nani na nani? Ni itifaki ya nani na nani? Ni makubaliano ya nani na nani? Mimi nachunga majibu yako, uje unijibu ya kuwa waliosema ya kuwa kusomea ndani ya Qur'ani muswala uko naona hivi ya kuwa ni nini? Ni makuruhu, yani ni makubaliano ya wanachuoni. Kisha unitajie ni makubaliano ya nani na nani, ni wanachuoni nani na nani, ndo nasubiri. Kwa sababu yale ni masala ya fiqhi. Liswalati arba'a, swala igizwe n'ibintu bine. Swala igizwe n'ibintu bine. Ikintu cha mbere ari kintu bita ashurutu swala, kuna sharti za nini? Za swala. Wa arkanu swala, kuna nguzo za swala. Kuna ab'adu swala, kuna ab'adu swala. Ni ab'adu swala ni kitu ambacho kikikosekana ndani ya swala unakuja huko mwisho unakiletea sijidatu sahwi. Unakiletea sijidatu sahwi. Na kuna kitu ambacho kinaitwa sunanu swala. Suna za nini?
za swala. Bimaana katika haya mambo mane, ukikosa sharti katika swala huna swala, ukikosa nguzo katika swala huna swala. Lakini ukikosea katika suna ndani ya swala, ukiikosa uko na swala. Uko na nini? Na swala. Bimaana katika swala tukamate nguzo. Suratul Fatiha ni nguzo, ni ruknu min arkani swala, ni nguzo katika nguzo za nini? Za swala. Bimaana hakuna swala bila Suratul Fatiha. Lakini sura baada ya nini? Ya Suratul Fatiha ni sunna. Katika swala ni nini? Ni sunna. Ni sunna. Na sunna katika sheria anapata thawabu mwenye kufanya, haandikiwe dhambi mwenye kuacha. Sulisema ni makruhu. Mimi nataka ile ittifaq, ile makubaliano ya wanachuoni wengi ambao walisema ya kuwa kusoma na uko naona kwa ukurura ni nini? Ni makruhu. Na nataka unielimishe kwa kile kitu na wataka, kwa sababu makruhu, kwa sababu nyinyi watumia maneno ya Kiarabu, maneno ya kifiqhi makruhu, ambayo hata hawa watu wa kawaida Waislamu ambao hawayaelewe kama ni mambo gani, kwa sababu makruhu katika sheria yuthabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fi'lihi. Makruhu katika sheria, katika zile ahkamu taklifia, maana yake ni nini? Katika sheria anapata thawabu mwenye kuacha ile makruhu, yale machukizo, ibn bidashimishi, na haandikiwe dhambi mwenye kufanya. Haandikiwe dhambi mwenye kufanya. Hiki kitu mimi nakifanya nini? Nakisubiri. Naam. Hiyo ilikuwa ni nini? Ni pointi ya nini? Ya pili. Pointi ya pili. Ama pointi ya tatu ambayo mimi nilitaka huyu ndugu yangu nimwambie na nimrekebeshe. Kitu ambacho mimi naweza nikamwambia, aache chuki. Aache nini? Chuki. Aache chuki. Arekuru gwango ni shari. Buterera. Kwa kutokana na shutuma ambazo mimi amefanya nini? Amenishutumu. Sijui kama alitaka kumaanisha nini. Ya kuwa umusore witwa Pima. Umusore witwa Pima wirirwa mu madua no mu biriyo, hanyuma bavuga bakahamagara Pima agasoma idua. Ndiyo kosa langu. Wa ainu ridha an kulli aibin qalilati. Aseme huyu mwenye hekima, huyu maneno ya hekima haya anasema, na kila siku jicho la chuki kwenye aibu, kwenye kasoro linakuwa ni lenye kufanya nini? Ama una jicho la mapenzi, na jicho la mapenzi kwenye aibu linakuwa ni lenye kufanya nini? Kufunika. Linakuwa lenye kufunika nini? Aibu. No. Jicho la mapenzi linakuwa ni lenye kustiri na kufunika nini? Aibu. Lakini jicho la chuki tubdiul masawiya. Jicho la chuki kawaida yake inafataka nafasi ambapo mtu ametereza, ama inafataka aibu. Na kwenye hakuna aibu inaitafutaka, inaikree. Ndio sifa ambayo huyu jamaa yetu iko nayo. Chuki na husda inamzidi mpaka nafasi ambapo hakuna kosa anatafuta kuikree na kuitafuta. Kama vile kawaida ya nzi inafataga choo. Isazi ikurikira hanu ari umwanda. Isazi
isazi turayizi twese. Isazi cyangwa se umubu ukurikira ahantu ari umwanda cyangwa se ahantu ari igisebe. Njo kawaida ya nini? Ya nzi. Inzi ama nani? Ama mustike. Umubu ukurikira ahantu ari umwanda. Ndo tabia ambazo huyu ndugu yetu iko nazo. Chuki nafanya nini? Inamsumbua. Sasa ndugu yangu, ko wavuze ngo uriya musore bita Pima. Pima ni jina la baba yangu. Uriya musore bita Pima. Uriya musore wita Pima wirirwa mu madua. Sasa ulitamani mimi nishinde munini? Mwa hizi fitna zako? Hizi fitna zako na ukosefu wa adabu kuwatukana watu ndo litamani mimi nishinde mwa hivi? Mimi niache kufanya ibada kwa sababu dua ni ibada. Hadithi ambayo imepokelewa na Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni ibada. Washakaga ko nirirwa muki. Ulitaka mimi nishinde munini? Nikose kushinda muibada, mimi nishinde ndani ya kejeli zako. Ulitaka mie na mie unikokote nikuye mwa hii upuuzi wako ambao unashindaga ndani kwa kuwakosea watu adabu na kuwatukana watu na kuongea maneno ambayo yasiyokuwa na maana. Alhamdulillah nashindaga muibada. Kama una reconnaître, unaamini ya kuwa mimi nashindaga ndani ya dua, alhamdulillah. Na hicho ni kipaji. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hiyo ni miongoni ya fadhila ambazo Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Mimi nashindaga muibada, sishindake ndani ya upuuzi. Ad-du'a huwa al-ibada. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Mwenyezi Mungu anasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Waqala, Mwenyezi Mungu anasema niombeni nitawajibu. Sasa Mwenyezi Mungu anatuamrisha tumuombe. Wewe unatafuta kutukataza dua. Na wale ambao wenye kufanya kibri katika ibada ya Mwenyezi Mungu ambayo ni dua, Mwenyezi Mungu atawaadhibu. Wewe unatafuta kunikataza dua kweli? Hasha wa kalla, haiwezekani. Japokuwa utasema mimi sitaacha. Unataka mimi niache dua, nishinde na sengenya watu kubera ko amakuru yose yo mu mugi uri kuri, ariko amakuru yose kunuri kuvuga ngo amakuru yose turayamenya? Sheikh, ujasusi mpaka vile. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tajassas wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim. Ndugu yangu, ogopa Allah, wacha kuwasengenya watu, acha ujasusi. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametukataza, kwa sababu ufite abantu bawe, ufite abantu birirwa baguhereza makuru. Kazi yao ni kuchunguza watu, kufuatilia maisha ya watu. Mubare bakoze iki bakaguhereza makuru ambao ni washabiki, kwa sababu hakuna timu ambayo haikosake washabiki, hakuna ekipe ambayo haikosake wafana, na shaitani kuna washabiki. Acha hizi tabia, sio tabia nzuri.
wolitaka mie nishinde munini nono ituvuga ngo birirwa mu bintu ngo yakirirwa mu biriyo, kwa sababu lisanul mar'i mithluhu wa mithlu fuaduhu, ulimi wa mtu ni mfano wake na nusu yenye kubaki iko ndani ya roho yake. Bimana kupitia ulimi mwenye busara na mwenye akili atatambua kile ambacho naweka ndani ya roho yako ulitafuta kumaanisha nini. Wewe kuwa wazi, kwa sababu mambo ya hitma wewe huyakubali. Nyinyi mawahabi hamuyakubali. Kama nyinyi hamuyakubali, sisi tunayakubali na tuna ushahidi nayo. Hitma ni huko baada ya marehemu kufariki, basi tukakaa chini kwa kumsomea Qur'ani kwa nia thawabu za kisomo zimfikie marehemu ambacho kitendo kama kile wewe unakipinga, na washabiki wako ambao unakipinga hata bila ushahidi, ukajuvuga ngo mutume nago yabikoze. Ibyo bigaragaza ibintu by'ubujiji, bigaragaza ubujiji. Ari kintu abantu, hizi ni shubaha zenu ambazo nyinyi umesema kuwa wamesha kukunani bahimbye kaida, na hii ni kaida yenu ambayo mwahimbye ambayo haiko katika sheria ya Uislamu. Kuvuga ati ngo mutume nago yabikoze, mtume inago yabikoze sio dalili, mtume nago yabikoze sio hoja. Isipokuwa katika sheria kitu kama kile kinaitwa adamu dalili, kinaitwa kukosa dalili na kukosa hoja. Wa adamu dalili laysa bidalili, na kukosa hoja sio, na kukosa dalili sio dalili. Babita adamu dalili, kubura dalili. Kuvuga ati mtume nago yabikoze si dalili, ahubwo nukubura dalili. No kubura dalili si dalili. Dalili ni nini? Dalili ni mtume ameamrisha, inumwa yarategetse, cyangwa se inumwa yarabujije. Mtume ameamrisha ama mtume amefanya nini? Amekataza, ndiyo dalili. Hii ndiyo dalili. Lakini kusema mtume hakufanya, tarku haina hukumu katika sheria. Umesomea wapi wewe? Uko nazungumza mambo ya usulul fiqh. Yuvuze ati ngo mtume nago yabikoze, bigaragaza ko ilmu ya usulul fiqh haukuisoma. Ili somo ya usulul fiqh nago wigeze uryiga. Yuvuze ati ngo mtume nago yabikoze, kubera ko ni kintu wanaita ni maneno ya kweli, lakini malengo yake ni batil. Kubera ko n'umuntu wese umuntu ashobora kuvuga, kubera ko nizo nzira mukoresha muyobya abantu. Hauna ushahidi ya wakitu ukaza gusa ngo mtume nago yabikoze. N'umuntu agatekereza koko mtume nago yabikoze, manake habifai kwa sababu mtume hapana. Ibyo ngibyo babyita adamu dalili, no kubura dalili. Wa adamu dalili laysa bidalili, no kubura dalili nayo si dalili. Dalili ni amri na nahyu, ni amru na nahyu. Dalili ni amru na nahyu, ni amri na katazo. Inumwa y'Imana yabitegetse cyangwa se inumwa y'Imana yabigizute? Yarabibujije. Na ndo vile Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Icyo inumwa y'Imana izabategeka muzagikore, muzagikurikire, nicyo izababuza muzakireke. Kile ambacho mtume atawaamrisha mukifate, mukifanye, na kile ambacho atawakataza musikifanye. Noneho icyo inumwa y'Imana itigeze itegeka, wora gitegeka nkandi. Nicyo inumwa y'Imana itigeze ibuza, wora urakibuza nkandi. Urakibuza nkande? Bimana ubungubu
usigaye ubona wowe ikintu wowe utazi ari imvugo ngo mutume ntabwo yabikoze cyangwa se haramu, uhita usimbukira muri haramu. Umeshafikia urwego rwo guharamisha, ko uharamisha ni Mwenyezi Mungu. Uharamisha ninde? Ni Mwenyezi Mungu. Ni wowe uharamisha, kubera ko ikintu ubona ko ubumenyi bwose waraburangije. Oya, mani'u wujudi shay'in la yamna'u biwujudihi. Mani'u wujudi shay'in la yamna'u biwujudihi. Kuvuga ati ikintu wowe nimbuvuga ikintu nago ni gihari cyangwa se wowe ucyanga, si ukuvuga ko kidahari, kirahari. Ahubwo wewe ntacyuzi, si ukuvuga ko ibyo utazi byose ko bitabaho. Oya, ahubwo ntabyuzi. Sio kila kitu ambacho wewe haujue ndio kusema hakiko. Hapana, kiko ni mengi ambayo hauyajui. Hii elimu yote ya dunia wewe unaijua, buri kintu cyose urakizi. Mutume ntago yabikoze. Oya, mutume ntago yabikoze sio dalili, sio hoja, ni kukosa hoja. Kwa sababu tarku katika sheria haina dalili. Tarku kukataa, kureka, mutume ntago yabikoze sio dalili. Kwa sababu sikia, kanuni ya sheria inasema, hii ni kaida ya sheria ya usul, inasema at-tarku la tufidu at-tahrim au at-tarku la yani at-tahrim. At-tarku la tufidu at-tahrim ama at-tarku la yani at-tahrim. Tarku haimaanisha ama kuacha. Mutume ntago yabikoze bisobanuye ko kile kitu hakijuzu ama hakiwezi kufanyika. Oya, nuvuga ngo ikintu cyose mutume atakoze ngo kubera ko mutume ntago yagikoze ntago gikwiye gukorwa. Umahatu 6 ibitabo bya hadithi, kuko uvuga ngo wize hadithi, biriya bitabo bya hadithi wiga, mutume niwe wabyanditse. Mutume niwe wabyanditse ibyo bitabo. Ndakubaza kandi unsubize, ibi bitabo intumwa ibi bitabo wiga wizemo cyangwa se wiga bya intumwa y'Imana niyo yabyanditse? Mtume njo alibiandika? Iti unavamia kwa sababu ngo yirirwa mubiri yo khitma. Najua nafasi ambapo uko nataka ufike ni khitma, uri kurwanya, kubera ko khitma urayirwanya kandi uyirwanya na bumenyi ufite muri cyo kintu. Na bumenyi ufite muri cyo kintu. Imam al-Busiri katika kasida yake, kasidati Burda, anasema hivi, sikia maneno, anasema قد تنكر العين الضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي. Anasema unaweza ukalaumu jua, uyu muziki mbona jua haikuwaka leo? Mbona leo jua haikuwaka? Mimi naona mwangaza wa jua leo haikuwaka. Kumbe hapana, jua imewaka. Jua iko kali, isipokuwa macho yako ndo yameingia ndani yake vumbi, hauoni. Na unaweza ukalaumu maji ya kuwa maji ni machungu. Kumbe maji sio machungu, isipokuwa kinywa chako ndo kichungu. Kinywa chako ndo kichungu, urarwaye malaria. Urwaye malaria. Unakuya tu biriya bintu bakora, ibintu bya bida, ibintu mutume ntago yabikoze. Reka mwereze iki kintu nge narakikubajije subwa mbere narakikubajije n'umwana wanyohereze ko aza akuye kuni challenge ndugu yako. Nilimuuliza ili swali, nawe narudilia tena nilikuulize.
Hakunijibu mpaka kakimbia na kuuliza ndo hili. Hii ni fatwa ya mwanachuoni mkubwa ambaye wewe unamwamini na unamkubali, na kila siku katika maneno yako nasikia unazungumza sana. Huyu naye si mwingine ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ambaye ni mwanachuoni ambaye zama zake alikuwa mkarne ya 7. Ibn Taymiyyah anasema katika fatawa yake, katika Majmu'ul Fatawa, juzu yake ya 24 ukurasa wa 324, juzu ya 24 ukurasa 324, anasema hivi. Sikia, aliulizwa wadhalika Ibn Taymiyyah في الفتاوى سئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهدوه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا. aliulizwa Ibn Taymiyyah kuhusiana na kumsomea maiti Qur'ani ya kuwa thawabu za kile kisomo zinamfika, pamoja na tasbihi na tahmidi na tahlili na takbiri, ikiwa hivi vyote vitasomwa vikafanywa kisha vikapelekwa thawabu kwa maiti ambaye aliyofariki, thawabu zitamfika ama hapana? Faajaba, sikia majibu yake. Akasema yaswilu ila almayiti thawabi qiraati ahlihi wa tasbihihim wa takbirihim wa sairi dhikruhum Allah ta'ala idha ahduhu ila almayiti wasala ilayhi wallahu a'lam. Ibn Taymiyyah akasema ya kuwa hivi vyote, kumsomea maiti Qur'ani, takbir, tahlil, tahmid na mengineyo katika kheri ama katika dhikri ambazo unaweza ukazifanya, zinamfikia nani? Maiti. Huyu ni Ibn Taymiyyah ambaye ni shekhi ambaye unakubali, ambacho hiki kitendo nyinyi wewe kila siku unapiga kelele kwenye mitandao ya kuwa ni bid'a. Sasa nakuuliza swali, kwa sababu Ibn Taymiyyah anasema hiki kitu kinajuzu, na haya mambo yote kumsomea maiti Qur'ani yanamfika. Sasa wewe ambaye unayoyapinga na Ibn Taymiyyah, nani mjuzi? Wewe na Ibn Taymiyyah ambaye ni mwanachuoni ambaye Ibn Taymiyyah alikuwa karne ya 7. Wewe mtoto wa leo, wewe na Ibn Taymiyyah nani? Wewe na Ibn Taymiyyah nani mjuzi? Wewe na Ibn Taymiyyah ni tumfate nani? Wewe na Ibn Taymiyyah tumfate nani? Je, kwa sababu hili jambo unalita ya kuwa ni bid'a, ni uzushi, je, utahijua sunna kumzidia Ibn Taymiyyah? Kwa sababu unasema ya kuwa wewe uri kurwanya bid'a, uri gushaka ngo abantu baje kuri sunna. Wewe na Ibn Taymiyyah nani mwenye kuijua sunna, ambaye alisema hiki kitu kinafaa? Na ikiwa wewe utasema ya kuwa hiki kitu ni bid'a, sasa huyu Ibn Taymiyyah sifa yake yeye ni nani? Sifa yake yeye ni nani? Sifa yake ni nani yeye? Kwa sababu ameunga nini? Bid'a. Ameunga jambo ambalo ni uzushi, si vile? Ameunga jambo ambalo
ni uzushi. Sasa huyu Ibn Taymiyyah sifa yake tutamuita nani? Hizo ni swali zangu. Kisha naongeza tena hapa huyu Ibn Taymiyyah, kwa sababu ili ni jambo la bid'a ambalo Ibn Taymiyyah aliliunga na akalikubali, akasema kuwa linafaa. Ibn Taymiyyah anasema linafaa. Na wewe kila siku unapiganisha bid'a, na Mtume anasema kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnari. Kila bid'a ni nini? Ni upotevu. Na kila upotevu ni wapi? Jahannam. Sasa huyu Ibn Taymiyyah ambaye ameunga bid'a, hukumu yake ni gani? Ni mtu wa peponi ama wa motoni? Kwa sababu ameunga bid'a. Shaiwaze kwa binchi. Sawa. Jo question zangu zile na kuchunga kwa hamu na ghamu unijibu. Naam. Kisha kitu cha pili, kwa kuonesha tu ubora wa khitma, mimi ndagusa maneno ya wanachuoni. Na mchukua wa pili, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, katika kitabu chake Ar-Ruh, naye vile vile akaunga maneno ya mwalimu wake. Mwanafunzi wake mwingine Ibn Kathir amezungumza, alikuwa anaeleza katika kitabu ambacho kinachoitwa Bidayati wa Nihaya, Al-Bidayatu wa Nihaya. Hiki ni kitabu cha Ibn Kathir, alikuwa mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anaeleza kifo, maisha na kifo cha nani? Cha mwalimu wake Ibn Taymiyyah. Anasema ya kuwa Ibn Taymiyyah walienda kufanya kwenye kaburi lake, laqad khutima lahu khatamatin kathira. Tafuta bidayatu wa nihaya, haya maneno yako. Laqad khutima lahu khatamatin kathira. Alipofariki Ibn Taymiyyah walimfanyia khitma nyingi sana. Walimfanyia khitma nyingi sana, bimaana walikaa hapo mpaka wanasema walikuwa wakikesha wanasoma Qur'ani watu, ili zile thawabu za kisomo zimuendee nani? Marehemu ambaye ni nani? Ibn Taymiyyah. Kitabu Bidayatu wa Nihaya cha Ibn Kathir. Tafuta haya maneno yako. Elimu ni bahari ndugu yangu. Elimu ni bahari. Usifikiria kuwa miaka 4 ndio utamaliza hii elimu ya dunia yote. Hapana, kuna vingi, ungali na muda. Safari ni ndefu. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Elimu ni tangu utoto mpaka kufa. Elimu ni tangu utoto mpaka kufa. Abamenyi bose tuzi bakomeye kwisi, hakuna mwenye ameshafanya nini amesema amefika, isipokuwa kazi yao ilikuwa nogukomeza gushakishiki ubumenyi na guburangira. Shay'ani la yashba'ani, mambo mawili hawezi ukayashiba. Ama watu wa aina mbili hawawezi wakashiba. Talabul ilmi wa talabul mali. Yule mtu mwenye kuitafuta elimu na mwenye kutafuta mali, umuntu ibintu bibiri nagushobora kubihanga ngo unyurwe. Umuntu wambe n'umuntu ushakisha ubumenyi, n'umuntu ushakisha amafaranga. Ushasikia tajiri gani mwenye anakuambia yaranyuzwe? Bahora bagira ute? Meme na ba Elon Musk bangari mu bahora bashakisha amafaranga. N'ubumenyi nuko nguko. Ubumenyi nago burangira. Sasa nushaki kwigira igitangaza ngo njewe nagezeyo mimi, watu wote wabagize injiji, watu wote ni wajinga, abantu batazi ibintu bya elimu iki.
ilmu gani nyoko nayo? Jiri kitabu wanditsi Sheikh Ali kwanza sijui kama niko na kuye huko auwe sio shekhe. Ko shekhe uko shekhe gani we? Njiri gitabo wanditse kugira ngo wiyite ngo ngende umumenyi wigire. Njiri gitabo wanditse abamenyi bandika ibitabo. Tubyiri igitabo wanditse kiyo gitabo unapikelele tapaje, unasumbua watu maneno mengi. Shuka ndugu yangu, teremka. Na kuletea mwanachuoni ambaye aliunga khitma kumsomea maiti Qur'an. Nimekuletea Ibn Taymiyyah, nikakuletea Ibn al-Qayyim al-Jawzi, nikakuletea Ibn Kathir, na vitabu nimekupa Majmu'ul Fatawa, soma Ibn Taymiyyah juzu 24 ukurasa 324, wende usome haya maneno utayakuta. Tafuta kitabu Ar-Ruh cha Ibn al-Qayyim, utakuta maneno ya kumsomea maiti Qur'ani na kumpelekea thawabu. Tafuta kitabu kinachoita Bidayatu wa Nihaya cha Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir, utakuta. Naam, atuwezi fanya part 1 maybe. Kisha mwanachuoni wanne nikifikiria, alikuwa wa kwanza Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, tunapata Ibn Kathir, nakupa wanne, nakupa Imam Shafi'i. Huyu ni miongoni ya salafu saleh ambao unajisifu. Sisi tunafuata ala mafhumi salafu ala mafhumu. Kuko salafi kumzidi Imam Shafi'i. Imam Shafi'i alizaliwa mwaka 150 Hijria. Alizaliwa ndani ya karne ya pili, miongoni ya zile al-qurunul mufaddala, zile karne ibinyejana byiza indumwa y'Imana yagize ute yavuze. Alizaliwa Musa 50 Hijria. Imam Shafi ambaye ametabiriwa na mtume. Mtume anasema katika hadithi inayopatikana katika Sunan Tirmidhi, anasema la tasubbu Quraisha, musiwatukane makuraish, fa innaha alimun yamlau tibaqa al-ardi ilman wa nura. Musiwatukane makuraishi kwa sababu miongoni mwao kuna alimu, mwanachuoni ambaye yeye elimu yake na nuru itazagaa dunia nzima. Wanachuoni wote wengi wanasema ya kuwa hii hadithi na muhusu nani? Imamu Shafi'i, Muhammad ibn Idris, imamu mkubwa ambaye Imamu Maliki alikuwa akimsifu, anasema hivi: man arada al-ilma bin nafisa fa alayhi bi Muhammad ibn Idris. Mwenye kutaka elimu kabisa safi amfate nani? Muhammad bin Idris ambaye ni Shafi'i. Imamu Shafi'i maneno yake yananukuliwa na Imamu Nawawi katika kitabu ambacho kinaitwa Riyadus Salihin. Soma mlango wa kumuombea maiti na kusimama kwenye kaburi lake saa na kumsomea Qur'ani. Soma ule mlango, kisha teremka pale chini, kuna maneno ya Imamu Shafi'i ambayo Imamu Nawawi alikuwa katika karne ya 6. Alikuwa karne ya 6. Reba ibinyejana bitambutse bibinyejana. Aravuga umva magambo avuze. Aravuga ananukuu maneno ya Imam Shafi'i, anasema wayustaqala Imam Shafi'i anasema wayustahabbu an yuqra'u indahu shay'un min al-Qur'ani wa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasana. Anasema inapendeza kumsomea maiti
kitu katika Qur'ani mumirongo ya Qur'ani, wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana, na ikiwa mtamsomea Qur'ani nzima basi ni bora zaidi. Rumva huyu ninde Imamu Shafi'i, ambayo maneno yananukuliwa katika kitabu cha nani? Riyadus Salihina. Riyadus Salihina ya Imamu Nawawi. Na vile vile haya maneno katika kitabu chake kingine ambacho kinaitwa Al-Adhkar cha Imamu Nawawi. Hawa ni wanachuoni wakubwa ambao alifanya sharh ya Sahih Muslim. Huyu akafanya komantari ya nini? Sahih Muslim. Imamu Nawawi huyu ananukuu maneno ya nini? Ya Imamu Shafi ambayo yanapatikana katika Riyadus Salihina na yanapatikana katika Al-Adhkar, kitabu chake kingine. Kisha tunamkamata mwingine ambaye ni Imamu Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, katika kitabu chake kinachoitwa Sharh As-Sudur. Vile vile aliongea masala ya nini? Ya kumsomea maiti Qur'ani na kuzipeleka thawabu kwake. Hawa wote hawajui dini. Hawa wote hawajui dini. Kisha namalizia tena sasa kwa yengine maneno ya nani? Ya Ibn Taymiyyah huyu. Sasa yeye njo anamaliza sasa, anaonesha wale watu ambao wenye kusema ya kuwa thawabu za kisomo cha Qur'ani na mengineyo na takbiri na tahalili na mengineyo hayamfikie maiti. Hawa ndio watu wa bid'a. Nyinyi wenye kupinga hili jambo ndio watu wa bid'a. Sikia maneno ya nini? Ya Ibn Taymiyyah. Amagambo ye aboneka mui Majmu'ul Fatawa hii juzu ya ngapi? Ya 24, juzu ya 24 ukurasa wa 306 anasema hivi: wasuila aidan an qawlihi ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ambazo ndizo dalili ambazo hawa wenye kupinga ndozo wanafanya nini? Wanatumia hii aya ambayo inapatikana katika surati Najmi, inasema awalaysa lil insanu illa ma sa'a, na mwanadamu hapati isipokuwa kile ambacho amejichumia, amechuma mwenyewe. Wakasema ya kuwa yeye marehemu kwa sababu yeye anapata thawabu ya ile Qur'ani ambayo yeye amefanya nini, ama kile ambacho yeye amejichumia kabla hajafanya nini, hajakufa. Na hadithi ambayo ndio dalili yao hii, anapofariki mwanadamu mambo yake yote yanasimama isipokuwa mambo matatu. Hii ndio dalili ambayo wanafanya nini? Wanaitumikisha. Sikia Ibn Taymiyyah alijibu akasema, alhamdulillahi rabbil alamin laysa fil aya wala fil hadith. Akasema hakuna aya yoyote ama hadithi yoyote anna almayta la yantafi'u bidu'a'i al-khalqi lahu, ya kuwa hakuna dalili yoyote aya ama hadithi ambayo inayothibitisha ya kuwa maiti hanufaike na dua ama mema yoyote yale ambayo watu viumbe vingine ama waliokuwa hai wanaweza mfanya nini, wanaweza wakamfanyizia. Wabima ya'malu anhu min albirri, ama chochote kile kizuri ambacho wewe unaweza mfanyizia maiti ili thawabu zimfikie. Bal a'immat al-islami muttafiquna ala intifa'i al-mayyit bidhalika. Sikia, bal a'immat al-islami, bal makubaliano ya wanazuoni wote wa Kiislamu
wanakubaliana na hayo ya kuwa thawabu za kumsomea maiti Qur'ani na kumfanyia tasbihi, dhikri na kumtolea sadaka na kumfanyia mambo mema, ya kuwa thawabu zinamfanya nini? Zinamfikia. Kisha akamaliza waqad dalla alkitaba wa sunna, akasema na ndio dalili ya kitabu na nini? Na sunna. Wal ijma'i, na makubaliano ya nini? Ya wanazuoni wa Kiislamu. Akasema faman khalafa dhalika kana min ahli albid'ah. Sikia, faman khalafa dhalika kana min ahli albid'ah, na mwenye kupinga haya yeye ndiyo mtu wa bid'a. Huyu ni nani? Imeandikwa Ibn Taymiyyah. Chukua. Sikiliza Sheikh, ndio inakupa Majmu'ul Fatawa juzu ya 24 ukurasa 306. Hawa wote wanazuoni, hawa wote hawakuijua dini. Wewe ndio unajua dini zaidi yao. Wewe ndio unajua dini kuliko hawa wote. Hii ni pointi yangu ya ngapi? Ya pointi ya 3. Hivi tunataka kuenda ku pointi ya mwisho, basi tufanye nini? Tumalizie. Na pointi yangu ya 4 ambayo ndio pointi ya mwisho, ambapo huyu ndugu huyu ambaye yeye ndio Ali Pepe, nafasi ambapo alisema kuhusiana na ziyaratul qubur, kuyazuru makaburi kwa wanawake, ya kuwa Mtume amekataza. Kitu ambacho sisi tunaweza tukamfahamisha ni nini? Nyinyi kawaida yenu mnafanyaga kitu ambacho wanaitwa ce qu'on appelle en français des traductions littéraires. Donc gusomi ibintu ugashaka kubisomera hejuru, kubifatira hejuru, ariko nubyinjirirehe mu mizi. Hamfatake nini? Le contexte. Contexte, unaweza kaisoma hadithi una ikamata yulu, hautaingilia contexte yake. Parce que un texte sans contexte est une prétexte. Un texte sans contexte est une prétexte. Idha kunta fi shay'in fakun fihi. Nushaka kuinjira mu kintu, kinjiremo neza. Kinjiremo neza. Uravuga ati ngo intumwa y'Imana yabujije abagore gusura marimbi. Yabujije abagore gusura marimbi. Ushobora kuduhereza igihamya? Ngo zana dalili, nanjye ndakubajije kubera ko niyo yaba inyito yanyu. Numvishije ubikomozaho uvuga ati ngo babwiye ati ngo hari umuntu wavuze ati ngo mukaje muvuga biriya byo kuzana dalili. Wowe umuntu ni yari yamenya furudul wudu'i, farazi za udhu, ukamwigisha ngo asabe dalili? Asabe dalili. Uri kujana he ubumenyi bw'Islamu? Hii elimu, hiyo ni kuteremsha elimu, ni kuishusha. Mtu mwenye hajajua hata kushika udhu, hajajua hata kujitoharisha, ukamubwira ati ngo genda basabe dalili. Dalili hazicyari cyo. Na mimi nakuchunga na kuomba unipatie ile dalili ambayo Mtume alifanya nini? Aliwakataza wanawake kuzuru makaburi. Lakini mimi nitakupa hadithi ambayo inayopatikana katika sahihi Muslim. Ni hadithi nambari 977, 977. Ni hadithi ambayo ni hadithi ya Buraida radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. رواه مسلم. ni hadithi ambayo ni ya Buraidata
uradhi wa Mwenyezi Mungu juu yake, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, anasema kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala ay alana fazuruha, nilikuwa nikiwakataza, mtume anasema nilikuwa nikiwakataza kuyazuru makaburi, ala ya ay alana, hivi sasa, fazuruha, muyazuru, hivi muyafanye nini? Muyazuru. Yani kabla mtume alikataza kufanya nini? Kuyazuru makaburi, lakini hivi akasema mfanye nini? Muyazuru. وفي رواية من أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكركم الآخرة. Na yule ambaye mwenye kutaka zuru makaburi basi ayazuru. Katika riwaya nyingine, fa innaha, hakika huko kuyazuru makaburi, tudhakiruna al-akhirah, tudhakiruna al-akhirah, kutawakumbusha, kunawakumbusha, tudhakiruna al-akhirah, kunatukumbusha akhira, kutwibutiki akhir, kusuriki amarimbi. Kisha tutulie kidogo hapa tuweze kuchambua hata kidogo. Kwa sababu hapa kuna kitu ambacho mtume alisema, kuntu nahaitum ani ziyarati alquburi ala fazuruha, fazuruha. Hapa kuna kuja fi'lu amri, kuna kuja imperatif, itegeko, hano hariki itegeko, hari itegeko, tena ikakuja fi'lu amri jam'u mudhakkar, fi'lu amri jam'u mudhakkar, ilikuja ni imperative ambayo ikakuja nini? Ikakuja pluriel ambayo iko mu masculinite, ilikuja mu masculinite. Na wanalugha, chukua hiki kitu ndugu yangu, wanalugha wanasema ya kuwa kila siku tadhkir ama masculinite inafanyaka umum, inakusanyaka, na feminite inafanyaka, inagawanyaka. Feminite, masculinite inafanyaka nini? Inakusanyaka. Na feminite inafanyaka nini? Inagawanyaka. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, akatumia fi'lu amri imperatif jamu mudhakkar, bimaana jamu mudhakkar, bimaana alikuwa anakusudia wanaume na wanani? Wanawake. Bimaana aziyaratul quburi ammati lirrijali wan nisa'i, bimaana kuyazuru makaburi ni kwa wanaume na wanawake, kwa sababu ilikuja jamu mudhakkar, ilikuja fi'lu amri jamu mudhakkar, ilikuja mu masculinite. Masculinite inafanyaka nini? Inakusanyaka. Feminite inafanyaka nini? Inagawanyaka. Acha na nikusaidie, nikupe mifano katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mumcheni Mola wenu. Hapa haimaanishi ya kuwa wale ambao wanastahiki, ambao Mwenyezi Mungu anawaamrisha wamche, ya kuwa ni wanaume peke yake. Hapana, ni wanaume na wanawake, kwa kuonesha kuwa masculinite. At-tadhkir, tadhkir inafanyaka umum, ta'anith inafanyaka khusus. Ta'anith, feminite, inagawanyaka. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hapa ni wanawake, hapa ni wanawake. Ikiwa mtume alisema nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha, fazuruha bimaana ni lirijali wan nisai, ni kwa wanaume na wanani na wanawake. Kisha
tukupe hapa hadithi ya pili. Hadithi ya pili ambayo ni an ummil mu'minina Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi ambayo iliyopokelewa na Aisha mke wa Mtume, uradhi wa Mwenyezi Mungu uwe juu yake, amesema qultu lirasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama madha aqulu idha ataitu albaqi. Alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, yeye akienda Baqi, akifika Baqi kwa kuenda kuyazuru makaburi atasema nini? Qala, Mtume akamwambia quli, akamwambia sema assalamun ala ahli ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa yarhamuhumullahu al-mustaqdimina wal-mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Haya ndiyo maneno ambayo Mtume amemfundisha Aisha pindi atakapotembelea makaburi ya Baqi afanye nini? Aseme. Sasa Aisha ni mwanaume? Hapana. Sasa vipi utasema ya kuwa kuzuru makaburi kwa wanawake haijuzu? Bimaana wewe inaonekana ya kuwa hii dini unaijua hata kuzidia Mtume. Hii dini unaijua kuzidia hata Mtume. Sheikh, ogopa Mungu. Wahyu baada Muhammad? Je, unaanza kupata wahi baada ya Mtume Muhammad? Mtume Muhammad anaamrisha jambo, wewe unakuja kusema ya kuwa halijuzu, halifai. Hii ni hadithi ya ngapi? Ya pili. Hii hadithi inapatikana katika Sahihi Muslim. Ni hadithi nambari 974 974 katika Sahih Muslim. Hadithi ya tatu ni ana Abdillahi abi Mulaikata qala, hadithi ambayo iliyopokelewa na huyu Abi Mulaika anasema qala inna Aisha radhiyallahu anha aqbalat dhata yawmi min al-maqabir faqultu laha ya umma al-mu'minina min aina aqbalat. Bimaana Aisha radhiyallahu anha alitembelea makaburi, akaja makaburini siku moja. Alikuwa ametembelea makaburi kama vile ni sunna ya Mtume. Mtume anasema zurul qubura fa innaha tudhakirukum al-akhirah, tembeleeni makaburi kwa sababu kutembelea makaburi kutawakumbusha nini? Akhira. Aisha, huyu bwana anasema Aisha alitembelea siku moja makaburi. Faqultu laha, yule bwana akafanya nini? Akasema mimi nikamuuliza Aisha, nikamwambia ya ummal mu'minin min aina aqbalta, ni kipi ambacho kinachokufanya nini, kinachokuleta hapa makaburini? Qalat, Aisha kama radhiyallahu anha akamwambia min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakar, aseme nimekuja kwa malengo ya kuja kufanya nini? Kuitembelea kaburi ya ndugu yangu ambaye jina lake Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman mwene Abu Bakar. Faqultu laha, uria mugaravuga ndamubaza, yongerera mubaza alaysa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naha an ziyarati alqubur. Aramubaza, ese intumwa y'Imana nago yigeze ibuza gusura marimbi? Nago yabushije gusura marimbi? Qalat, Aisha aramusubiza ngo naam, yego.
kisha Aisha itamwambia kana qadenaha thumma amara biziyariha. Anasema kana qadenaha thumma amara biziyaratiha. Akasema ndio uko mbele mtume amekataza, lakini akakuja kufanya nini? Kuruhusu. Niyo mpamvu muri Qur'ani muri hadithi ari kintu bita nasikh wal mansukha, l'abroger et l'abrogeant. Ari aya zaje gusibizindi aya ikaba isomwa, ariko hukumu yake katika sheria imeshafutwa na hadithi ni vile. Wenda shaka gufatira urugero nkuko wenda hari genga inzoga zari zemewe nyuma zikaza. Yego nuko nivyo ngivyo an-nasikh wal mansukha. On les appelle en français l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogé et l'abrogeant. I aya yaje gusiba na no muri hadithi bivuga ko iyo ngiyo kuntu nahaytum an ziyarati al-qubur ala fazuruha, niyo yaje gusiba iyo ngiyo yengiyo inunga Imana yagira gute yabuzaga. Urumva hano ninde? Ni Aisha yasuyiki amarimbi, yasuye amarimbi. Urabibuza nkande gurinde, urabibuza nkande, isipokuwa icyabujijwe. Hadithi ambayo najua ndio shubaha zenu ni ile hadithi ambayo mtume alimkuta yule mama iko kwenye kaburi la mtoto wake, anafanya nini? Amefariki ule mtoto wake. Kwanza hii hadithi ambayo namaliza kuisoma ni hadithi ambayo inapatikana katika Mustadrak ala Sahihaini ya Al-Hakim. Ni hadithi hii ya Aisha, ni hadithi nambari 1392 1392 hii hadithi. Naam. Kisha tunarudi, isipokuwa hadithi ambayo mtume alifanya nini? Alikuta yule mama iko kwenye kaburi la mtoto wake, anafanya nini? Analia mambo ya kulia ile ya nani ya analia kama anazungumza maneno nini, analia. Ndio mtume akamwambia nini? Ittaqillah wasbir. Wewe mama, ogopa Mwenyezi Mungu na ufanye nini? Na uwe na subira. Ndio ule mama kaambia, sasa we kilio cha mtoto wangu, msiba wangu unakuku ugutwa hikisi, unakuuma hako nini? Mtume akafanya nini? Akaenda. Alipoondoka ndo yule mama akafanya ni, wakamwambia ule mwenye ulikuwa anaongea ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndo akafanya nini? Akamfuata, akaenda kwake. Alipofika hako akamwambia, ya Rasulullah, nilikuwa sikukutambua hivi na hivi. Bimaana ila ama kosa ambapo lililokuwa mtume hakukataza kuzuru wanawake makaburi, isipokuwa kosa ni ile kulialia, kusema maneno ambayo hayafanyi nini? Hayafae. Bimaana ile katika sheria wanaita hukumu ala al-illa. Hukumu ala al-illa ni hukumu ya illa. Naam. Illa bimaana kasoro. Illa ambayo yenye kupatikana hapo ni huko kufanya nini? Kulia, kusema. Na ulama usuli wanatuambia al-hukmu yadullu ma'a illati wujudan wa adama. Kaida, kanuni, sheria. Nasema al-hukmu, hukumu inaendanaka kutokana na illa, kasoro, kupatikana kwake na kukosekana kwake. Ikiwa itapatikana ama kufanya nini? Kukosekana. Idha zala al-mani'u ada al-mamnu'. Bimaana ile idha zala al-mani'u ada al-mamnu', bimaana ile sababu ya kitu ambacho unakihukumia kitu, ile sababu ikaondoka na hukumu vile vile inafanya nini? Inabadilika. Hukumu inafanya nini? Inabadilika. Ukitaka kuhukumu kitu sababu yake ni hii, ile sababu ikaondoka, basi kilichokatazwa ni kuenda mwanamke akafanya nini?
Kuko mwanamke benye biko ba emotionel, iko na emotion inafanya nini? Inavuka mpaka anaongea. Sio tu mwanamke, hata na mwanamume. Hata mwanamume naye anaweza enda hapo anafanya kama vile ambavyo mwanamke angelifanya. Kile kitu ndio kinafanya nini? Kimekatazwa, lakini huko kuzuru makaburi kunakubalika kisheria. Ndio kitu ambacho nilitafuta kumfahamisha ndugu yangu Ali Pepe na Waislamu wote na wale wote ambao watakaye jaliwa kuweza kutufata kwa haya ambayo machache ambayo tumeweza kufanya nini kuwafikishia. Tunamuomba Mwenyezi Mungu basi atulipe kwa haya. Ikiwa tumekosea basi na vile vile Mwenyezi Mungu atufanye nini? Atusamee, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye yeye ni mkamilifu. Sisi wote ni wenye kukosea, sisi wote ni wenye kuwa na aibu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.